Karibu katika Umoja wa Wakristo TV, sauti ya tumaini, nuru ya kweli. Mahali tunapojifunza neno la Mungu, kujenga imani na kujiandaa kwa nyakati tunazoishi. Leo tunazungumzia mada muhimu sana, roho ya mpinga Kristo. Roho ya mpinga Kristo ni nguvu ya kiroho isiyoonekana, inayojitokeza duniani kwa njia nyingi, hasa kupitia mafundisho ya uongo, dhana potofu na vitendo vinavyopingana na mapenzi ya Mungu. Roho hii haifanyi kazi waziwazi. Mara nyingi hujificha katika sura za uzuri, ahadi za mafanikio au mafundisho yanayovutia hisia za wanadamu ili kudanganya na kuvuruga imani ya watu. Kazi yake kuu ni kuvuruga uhusiano wa mwanadamu na Mungu, kueneza hofu zisizo na msingi, tamaa, kiburi, ubinafsi na ukosefu wa mshikamano wa kiroho. Mara nyingi, roho hii hujieleza kwa kueneza fikra ambazo zinapingana na ukweli wa Biblia na kusababisha watu kutokuwa na hekima ya kiroho, kupotea katika dhana potofu na hata kufuata dini na mafundisho yanayokiuka sheria za Mungu. Katika historia ya watu wa Mungu, Biblia inaonyesha wazi kwamba roho ya mpinga Kristo si jambo jipya, bali ni nguvu ya kiroho iliyokuwa ikifanya kazi tangu zamani kwa lengo la kupotosha kweli na kuwadanganya wengi. Hata kabla ya kuja kwa Kristo, kulikuwa na mifano ya watu na mifumo iliyosimama kinyume na mapenzi ya Mungu, kama vile Farao wa Misri aliyekataa kuwaachia Waisraeli huru licha ya ishara na maonyo mengi, akionyesha moyo mgumu unaopinga sauti ya Mungu. Katika Agano Jipya, tunamuona Mfalme Herode akijaribu kumuua Yesu akiwa bado mtoto, akitumiwa na hofu na tamaa ya madaraka, hali inayoonyesha wazi kazi ya roho ya upinzani dhidi ya Kristo. Vilevile, Mafarisayo na waandishi wa sheria walimkataa Yesu licha ya kuona miujiza yake, wakichagua kushikilia mapokeo yao kuliko ukweli wa Mungu. Hapa tunaona udanganyifu wa kiroho, unaweza kumfanya mtu aone uongo kama kweli. Biblia pia inazungumzia walimu wa uongo waliopenya katika kanisa la kwanza, kama ilivyoandikwa katika barua za mitume, wakipotosha Injili na kuwavuta watu kwa mafundisho yasiyo sahihi. Katika maisha ya sasa, mifano halisi inaonekana pale ambapo watu wanapotoshwa na injili za mafanikio zisizo na msingi wa toba, au viongozi wanaotumia dini kwa faida binafsi, wakidanganya waumini kwa ahadi zisizo za kweli. Pia tunaona jinsi baadhi ya watu wanavyokataa ukweli wa neno la Mungu na kufuata mitazamo ya dunia inayopingana na mafundisho ya Kristo, wakiamini kuwa kila kitu kinategemea matakwa ya mwanadamu badala ya mapenzi ya Mungu. Haya yote yanaonyesha kwamba roho ya mpinga Kristo inaendelea kufanya kazi kwa njia ya ujanja, ikijificha ndani ya mafundisho yanayoonekana mazuri kwa nje, lakini yakiwa na lengo la kuondoa watu katika kweli. Ndiyo maana Biblia inatuhimiza kuwa macho, kupima kila roho na kushikilia sana kweli ya neno la Mungu ili tusidanganywe. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Mathayo 7:16. Mstari huu unatufundisha kuwa lazima tuchambue matokeo ya matendo, maneno na mafundisho ya wale wanaojitangaza kuwa ni wa Mungu, ili tuweze kutambua alama za roho ya mpinga Kristo. Roho hii inashirikiana na hali ya kihisia, kijamii na hata kisiasa, ikilenga kuvuruga amani, mshikamano na uelewa wa waumini. Mara nyingi hujifanya kuwa rafiki au mwongozo wa haki, lakini ndani yake kuna hatari ya kuharibu maisha ya kiroho na kueneza ubinafsi, uvivu wa kiroho na upotoshaji wa imani. Ni jukumu la kila Mkristo kuwa macho, kuimarisha imani yake kupitia maombi, ibada na kusoma Biblia, ili kuwa na ngao ya kiroho inayoweza kumzuia shambulio la roho hii. Roho ya mpinga Kristo haipungui nguvu yake kwa wale tu walioko mbali na Mungu. Mara nyingi huingia kwa watu waliokuwa karibu sana na wokovu wa kweli, kwa kutumia hila za kibinafsi, tamaa na hofu, ili kuvuruga uhusiano wao na Mungu. Hii inatufundisha kuwa hatupaswi kamwe kudharau nguvu ya dhambi na uongo unaoeneza katika ulimwengu huu. Kila Mkristo anapojifunza kutambua ishara za roho hii, kuishi kwa ukweli na kushirikiana na waumini wenzake, anaweka kizuizi kinachoweza kumlinda dhidi ya udanganyifu wa kiroho. Roho ya mpinga Kristo ni hatari ya kudumu, isiyoonekana mara moja, lakini yenye ufanisi mkubwa, ikilenga kudhoofisha imani, kueneza uongo na kuibua dhana potofu zinazoweza kuharibu maisha ya kiroho ya wengi. Kwa hivyo, kuelewa roho ya mpinga Kristo si tu ni kujua kuhusu hatari, bali ni pia kuwa na hekima ya kiroho, imani thabiti na ujasiri wa kuhimili majaribu. Mkristo anapaswa kuwa macho, kuendelea kusoma na kuzingatia neno la Mungu, kushirikiana katika ibada za pamoja na kushikilia maombi kama silaha ya kiroho. Kwa kufanya hivyo,
Atakuwa tayari kudhibiti nguvu za udanganyifu zinazotokea kila siku na kudumisha uhusiano thabiti na Mungu. Roho ya mpinga Kristo ni changamoto ya kiroho, lakini kwa imani thabiti na uelewa wa kina wa neno la Mungu, waumini wanaweza kuikabili na kuishi kwa uthabiti katika kweli. Huu ni ujumbe kutoka Umoja wa Wakristo TV.